Welcome. Swali langu pastor linahusu madhabahu. My question, Pastor, is all about the altar. Ulisema kwamba madhabahu mazuri You said there is a good altar, hutetea watu wake and the good altar fights for her people na hujitetea. and fights for itself. Je, ikiwa madhabahu yametunzwa, What if the altar is preserved well? yani yule kuhani ametunza yale madhabahu jinsi anavyokaa na matoleo. The priest preserve the altar accordingly. Ikiwa ameitunza. If the priest preserve the altar accordingly. Je, sababu gani inayoweza kufanya hiyo madhabahu isijitetee ama isitetee watoto wake? What can be the cause of why the altar cannot defend itself or defend its seeds? Whoever is doing the right thing Yeyote anafanya kitu kilicho sawa, will always harvest the right thing. kila mara atavuna kilicho chema. But Lakini tests and trials are for us all. majaribu na mitihani ni zetu sisi wote. I also go through tests Mimi pia hupitia mitihani and trials. na majaribu. That's why the Bible says your enemies will come in one way. Ndio sababu Biblia inasema maadui zako watakujia kwa njia And moja, they will be scattered in 7 ways. alafu watatawanywa kwa njia 7. It means tests and trials are part and parcel of life. Inamaanisha majaribu na mtihani ni sehemu ya maisha yetu. But you will be more than conquerors. Lakini mtakuwa zaidi ya washindi. Anyway, Hata hivyo, for a pastor ili mchungaji to take care of his altar alinde madhabahu yake and the members to understand this, that this altar is protected and defended, na washirika wale kwamba madhabahu yamelindwa na yamechungwa, it is only realized by the fruits of the altar, What not I the do- words of the pastor. watajua kupitia matokeo ya madhabahu, sio maneno ya mchungaji. Do you know that sometimes I become weak? Je, unajua kwamba wakati mwingine mimi huwa mdhaifu? But when I am weak, even when I come to church, God tells me you are weak. Lakini nilikuwa mdhaifu hata nikija kanisani, Mungu huniambia wewe ni mdhaifu. But with humility I can tell you this. Lakini kwa unyenyekevu naweza kukuambia I hili. have gone so high Nimeenda juu sana that when I'm weak I know, but you don't know. kwamba nikiwa mdhaifu najua, lakini wewe huwezi ukajua. Even God himself can tell me, now you are weak, this is how weak you are. But when I come to you, you will never know, because the distance between me and the member of the church, I make sure that it is very, very big distance. It is very high. Mungu anaweza niambia kwamba niko mdhaifu kwa njia hii, lakini wewe huwezi ukajua, maana umbali kati yangu na mshirika ni mbali sana kiroho. Maybe it is 1,000 kilometers spiritually. Labda yapata kilomita 1000 kiroho. When I reduce to 800 kilometers, Kwa hivyo nikipungua kurudi kilomita 800, I am still far away from you with 800 kilometers. bado niko spiritually. mbali na wewe na kilomita 800 kiroho. So I am able to recover and go back to my original status and go even higher. Kwa hivyo niko na uwezo wa kupona na kurudia hali yangu ya kawaida ama hata kupanda zaidi, So the altar is maintained. ili madhabahu yadumishwe. When I am weak, I know. Nikiwa mdhaifu najua, But I don't think somebody can know, because it is the distance that I keep spiritually between me and even my members and even my pastors. lakini dhani kwamba kama mkondoo ama mchungaji wangu anaweza jua, maana kuna umbali utofauti mkubwa sana wa kiroho. So when I say this altar is a good altar, Kwa hivyo nikisema madhabahu haya ni mazuri, before I go that low, kabla niteremke hapo chini to kiwango allow hicho, the altar to be attacked, ili niruhusu madhabahu ya gongwe, that you people may be harmed, ili kwamba nyinyi watu mpate kuumizwa, I revive myself spiritually. ninajuisha kiroho. So I can feel weak, Kwa hivyo naweza jihisi mdhaifu, but I will recover before you people are hit. lakini nitakuwa sawa kabla nyinyi watu muumie. Leo Today niliona maono kwamba mtu anaenda kuumizwa tumbo I saw a vision that somebody is going to be hurt in the stomach kwetu. in pastor's family. And do you know why God is telling me? Na unajua kwa nini Mungu alimwambia? Because I am the watchman. Maana yeye ndiyo mlinzi wao. So nikamuelezea mke wangu. So Pastor shared with his wife, Pastor Sarah. Watoto wangu wamekuwa watu wazima, so I tell them, even though today is our fasting day, you people
must also fast. Pastor children are now mature, so Mungu pastor anawaambia kwa sababu leo ni siku ya mfungo, nyinyi pia lazima I mfunge. saw it was very close. Ninaiona ilikuwa karibu sana. Nuclear. So I told them no food today. Kwa hivyo akamwambia leo hakuna chakula. Yule anapanda ndege no food. The one that he allies boards the aeroplane, hakuna chakula. Leo hakuna chakula. Today there's no food. Wale wasichana wawili no food. Those two girls no food. But that was a weapon sent. Lakini hiyo ilikuwa silaha ambayo ilikuwa inatumwa. See, it is sent when I am fasting. Inatumwa wakati mchungaji anafunga. I know what to do. Kwa hivyo mchungaji anajua cha kufanya. But when I become weak, Lakini nikiwa dhaifu, that even a day like this that I'm supposed to fast, I don't fast. ya kwamba hata siku ya leo kama ambayo nastahili kufunga asifungi, The altar will be hit. madhabahu yatagongwa, Na nyinyi ndio mnaumia. and we're the ones that will suffer. So this is how the altar works. Kwa hivyo hivi ndivyo madhabahu hufanya kazi. Madhabahu ikiwa dhaifu When na the- inapigwa When the altar is weak and it is hit, na mchungaji amedhoofika, and the pastor is weak, washirika ndio wanaanza. the members of the church are the one that start suffering. Kitambo ifikie kwa pastor, Before it reach to pastor, washirika hawako, the members are not there. wameumia. They have been hurt. Lakini ukiona pastor anagongwa, But when you see a pastor being hit, inamaanisha that altar is very powerful. Ukigonga kichwa, hawa wote watatawanyika wenyewe. it means that altar is very powerful. If you hit the head, this one will scatter by themselves. There is no way madhabahu inaweza kuwa na nguvu ikakosa kuzaa matunda, inaleta shida kwa uzao wa pastor. No, there are tests and trials, but in every way we are more than conquerors. Kunao majaribu na mitihani, lakini kwa njia zote sisi ni zaidi ya washindi. Nimekwambia mtoto wangu amewahi kuwa lesbian. I told you Wasifichi. I told you that my daughter once became a lesbian. I never hide. Sitaki kwenda shule. One time she told me don't want to go to school. Na lakini leo ukitupata unaweza kuniuliza pastor, gani alikuwa lesbian hapa? Hata utawapata wote wako na tabia njema wote, hata kuna mtu ambaye kuna tatizo. Those are tests and trials to strengthen me spiritually. But today if you find us, you cannot know who is who. Those are trials and the tests to strengthen pastor. Mtoto akija na shida, Sasa if this child comes with a problem, si unaona kama vile huwa naongelesha watoto tunakuwa marafiki. don't you see the way I talk to children, we have become Ni friends. kwa sababu nishawahi pitia mapito na familia yangu. It's because I've gone through challenges with my family. Ukiniona naishi na Pastor Sara tukiwa marafiki, If you see me we live with Pastor Sarah while we are nishawahi pitia friends. mapito na yeye. We once went through challenges with her. Mapito yako hayatakuangamiza, yatakujenga zaidi. Your challenges will not destroy you, they will build you up. Kuna maswali very important anyway. Those questions Swali are langu very la pili important. ni kuhusu madhabahu bado. The second question is still about the altar. Kwenye Biblia tuliambiwa wana wa Eli In the Bible we are told the sons of Eli, walichafua madhabahu ya Bwana, they contaminated the Lord's altar. na ikabidi hadi Eli aliporudi And it compelled that when Eli came back, ndipo mtoto Samueli akapatikana. that's when the Samuel child was found. So iwapo madhabahu imekuwa ikitetea mtu, tuseme kwa kazi, biashara, Now, if the altar have been defending somebody, let us say business-wise or job-wise ama hata ndoa, or in marriage, kisha ile madhabahu ikose kutunzwa jinsi ambavyo inahitajika, and then the priest fails to preserve that altar accordingly, je, kile kitu ambacho kimepatikana kwenye ile madhabahu, that the thing that is found on that altar, tuseme kama mtu alipata mtoto kutoka kwa ile madhabahu makazi, Biashara, let us say somebody got a child from that altar, je, itakuwa bado iko na source of power kuitetea ama imetakuwa hakuna power ya kuitetea? will that altar still remain strong and powerful to defend that fruit of it, or it will be powerless to defend? unauliza kama ile madhabahu itakuwa na uwezo wa kutetea kile ulichopata. Ndiyo, licha ya kwamba imechafuliwa. Maandiko yanasema hivi, The Bible says, mtakaponitii when you will obey me na kufuata masharti yangu, and you follow my commands, nitawabariki. I will bless you. Chochote kile ambacho mnachoguza kitabarikiwa. Whatever you touch by your hands will be blessed. Uzao wenu, Your genealogies, mizabibu, your vineyard, mazao, all the produce, chochote kile. everything
hata uzao wa mifugo yenu, even the seeds of your livestock, hata vikapu vyenu vya kukandia unga, even your basket of flour, hata wafanyikazi wenu watabarikiwa. even your servants will be blessed. But if you disobey me, Lakini mkikosa kunitii, I will scatter you. nitawatawanya.